bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie lie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie lie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Najua shida zangu yeye hatazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie lie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ninajua shida zangu, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. 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 Wewe uketie ya yote sifa hizi kitini pako wimbo ukawe manukato. Wewe uketie ya yote sifa hizi zifike kitini pako wimbo ukawe manukato. Wewe uketie juu ya yote sifa hizi zifike kitini pako wimbo ukawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote sifa hizi zifike kitini pako wimbo ukawe manukato. Wewe uketie Bwana, uketie juu ya vyote Bwana, ya vyote sifa hizi zifike ukawe manukato. Bwana, Yes. Bwana, umeweka wimbo kinywani mwangu. Yesu niimbe sifa zako. Uliniumba Bwana nikuabudu na kuabudu na kuabudu na kuabudu na kuabudu. Umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana niimbe sifa zako. Uliniumba Baba
na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Yesu, nime sifa zako. Uliniumba Bwana ili nikuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu, na kuabudu wewe Baba yangu, na kuabudu wewe Muumba wangu, na kuabudu wewe Baba yangu, na kuabudu maana wewe Bwana, wewe uketie juu Bwana Yesu, zifike na wimbo manukato, ewe Bwana, ewe uketie juu ya vyote Bwana, sifa zifike, wimbo ukawe manukato, wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pa wimbo ukawe manukato, 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 oh manukato, oh manukato. Fungua tu kinywa chako, zungumza tu na Bwana dakika chache. Mwambie Bwana, mchana wa leo umekuwa mwaminifu. Fungua tu kinywa chako, zungumza na Bwana ili majira na wakati huu usikupite kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, ninaomba utakazo wako mara tena, na ninaomba Bwana kukubalika kwako kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako, maana nataka tu tukikuwa katika hiyo hali. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie tu, Bwana tusaidie. Tunataka tuingie kwa praise moja kwa jina la Yesu, ili at least ile chakula umekula ama kinywaji chenye umekunywa at least jamani kikuwa kimepata kazi kwa jina la Yesu. Ambia tu Bwana, Bwana zungumza na moyo wangu tena kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni wewe tu ambaye unamkaribisha huyo Roho wa Mungu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe tu kwa jina la Yesu. Ninashukuru Mungu. Asante Bwana, asante Yesu. Bwana asante kwa kutusafisha na kututakaza mara tena kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba tu Bwana, neema yako na uwepo wako Bwana uendelee kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Twainua Bwana mioyo yetu kwako kwa ishara ya kwamba Bwana wa majeshi Mungu unahudumia hiyo mioyo kwa jina la Yesu. Inua mikono juu. Inua tu mikono juu. Nataka tumshangilie Bwana. Ambia tu mwenzako, give me only space kidogo tu, nataka nimchezee Bwana, na ninajua ya kwamba Bwana ni mwaminifu na anaenda kutenda mambo isiyo ya kawaida. Si tuliambiwa kwamba tutumie nini? Alo, tumesema nini? Rudia tena. Tumesema nini? Baka hata dadia kiwa kwa asikie. Tumesema aje? Tutumie nini? Macho yetu ni nini? Tumesema nini? Tunaweza tumia nini? Ulimi zetu, na tunaweza tumia mikono yetu. Amen. Na tupate ushindi.
Haleluya. Haya, inua mikono yako. Sasa jamani, asimu hiyo ndio nini? Maana maandiko ya Baba inasema, natumai ni Psalms inasema, ni nani atakayepainulia patakatifu pangu mikono? Ni yule mtu ambaye ametakasika na amekubalika. Inua hiyo mikono juu. Tena Daudi anamwambia Bwana, nifunze mikono yangu, ifundishe kupigana vita. Kwa hivyo hata hiyo mikono tu vile unapigia Bwana Yesu makofi na vigeregere, automatically ushindi unapatikana. Haya, 1, 2, 3. Tuangia Bwana Yesu makofi mazuri. Tuangia Bwana Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Aha, Brian, ni wewe na kuangalia. Aha. Majeshi leo inuliwe. Jesus. Bwana wa mabwana inuliwe. Sema nami. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Oh, Bwana wa majeshi leo inuliwe. Bwana wa mabwana inuliwe. Baba. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Hallelujah. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Bwana wa mabwana inuliwe. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Bwana wa mabwana inuliwe. Bwana wa viongozi wote inuliwe. Bwana wa mabwana inuliwe. Baba. Bwana wa majeshi leo inuliwe. Bwana wa mabwana inuliwe. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Bwana. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nasema nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamtukuza nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamtukuza nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamtukuza nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia nani? Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Yesu. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Imba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Imba. Yesu ni kiongozi wangu nami nitaimba. Imba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Imba. Nitaimba imba. 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 Imba. Yesu ni kiongozi wangu nami nitaruka. Yesu ni kiongozi wangu nami nitaruka. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaruka. Nitaruka ruka. 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 Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Yesu ni kiongozi wangu nami nitaimba. Yesu ni mwokozi nami nitaimba. Nitaimba imba. 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 Cheza. 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 Ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherekea ushindi wa Bwana. Jina
jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea kuzaliwa kwake Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea kuzaliwa kwake Yesu, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Ndio Bwana, ninakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana, ninakurudishia utukufu wote Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Utukufu wote Bwana, utukufu wote Bwana, utukufu wote Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana, sifa zote Bwana, sifa zote Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wote 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 Bwana. Vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nimeangaziwa na jua la neema. Nimeangaziwa na jua lake Bwana. Nimeangaziwa na jua la neema. Nimeangaziwa na jua lake Yesu. Nimeangaziwa na jua la neema. 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 Nimeangaziwa na jua la neema.
Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wastahili sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wastahili sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wastahili sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wastahili sifa. Ni wewe Bwana, Baba imara, ni wewe Bwana wastahili sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wastahili sifa. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana wastahili sifa. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana nastahili sifa. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu. Sema shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Shangwe kwa Yesu. Shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Sema shangwe kwa Yesu. Sema shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu. Oh, shangwe kwa Yesu. Yes. Yeah.
Amen. Thank you very much. My brother wants to speak to you. Let me make it. Yeah, kujeni mkibie huko. Thank you, Jesus. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina mimi naitwa John Namani Yoshe. Nimeokoka. Nimeokoka na kaza iliza Kayore, hata nimekutana na Pastor Koki, ananijua nikiwa mdogo. Wacha niseme pahali nimefika ni Mungu. Yes. Pale umama grounds. Hapo ndio niliokokea. Kusema ukweli mchungaji, mimi nilikuwa addicted. Totally addicted. Si miaka miwili ama mitatu, ni miaka mingi. Nilikuwa huyu jamaa tulikuwa tunaenda mama, wakati wa mama. Watu wa mama ground. Ile tulikuwa tumefukuzwa ile tuliambiwa mabasta wageni wamesema polisi inakuja kuleta mgeki huko. Ile ya zamani atakuwa tumepanga hata kufunga kanisa. Nani mwingine alikuwa? Wao walikuwa. Hata wao walikuwa. Kumbe tumefika pale. Na Kokia alikuwa. Tulifanya maandalizi mazuri, tukaita mapasta. Ndio nilikuwa pia kutoka Sakoki. Hiyo mapasta wako siwataki hata kidogo tena. Kipika tumienda tuliwanunulia mpaka madasi, walikula madasi. Tukapika chakula mzuri hapa na chef wa klasi ya juu. Kumbe Mungu amenikataza hiki kitu. Umang'aa. Amsumang'aa. Naenda mapasta huko wanakuja na matumbo kubwa. Wanakula belani. Wanakula mapisi. Wanasema chakula hili mzuri. Lakini wakati nilifika nikamini ya kwenda kule Kibera, wakaniambia niwapatie milioni 1 wanisapoti. Nikaambia sasa fanyeni hivi. Nikaambia sasa kwendeni na mimi niende tukutane kwa kiwanja. Wakaenda wakatafuta MCA. Wakajua hawatakuja wakiwa wao. Wakatafuta MCA. Wakaambia MCA tafuta vijana kule mtu afukuzwe. Sasa wale vijana waliambiwa hawakuwa wameambiwa ni nini, kumbe ni mimi yule bosi wao wa zamani. Hawakuwa wameambiwa, waliambiwa kuna pasta mkora anakuja. So mimi wakati niliambiwa nikauliza kijana, nikapiga ukutu mtaani, mimi mtu mtaani. Nikapiga nikagota simu moja. Nikauliza ni nani huko kwa kiwanja, hao vijana wanakuja kiwanja. Wakaniambia kuna pasta mwingine anakuja na sema la pasta Mang'aa. Na ule akakubali, tafadhali wewe ungekuja tutakulinda. Tutakutetea. Huyo pasta akayaji huko. Nikamwambia amemwambia ni nani amemwambia. Bana alikuja amekishwa doo na mapasi wa huko. Amekataa na jifanya majuaji atakuja kuhubiri huko kanisa mwenyewe. Wewe ndio unaweza kubarika huko. Nikamwambia sasa hebu kuja hapa. Nikajua ni nani wale vijana wote ambao wamepatiwa pesa. Nikamwambia kuja ulinzi. Tukaenda kwa ulinzi. Nishia chakula. Tukakula this family food. Nikawaitishia chakula kwa vijana. Wakakula, wakashiba. Nikaambia ni mimi hiyo vitu mmekataza isiingie vitu zangu. Na sasa kama mnataka nisiende kuhubiri, mniambie hapa na mimi ni watu wase. Akasema, "Ni wewe." Wakapigia huyo MCA. Ukaambia wacha ujinga. Matoko wewe. Nakwambia tupige kiongozi. Kutoka saa hiyo. Hao ndio walikuwa security mpaka tukamaliza na wao. Na waliokoka wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kwa hii kesi ya huyu. Tulifanya lesson. Unajua I think ndio Mungu amenikasa sana. Sasa nimevumbua tu mtu wote. Nimebakishwa kama breeding tu peke yake. Kumbe ndio hizo. Kayore huko, Ndura ni Morem, Ndura.
Lakini siku ya mkutano nimeleta jukwaa, tumespend vizuri, bali tumetangaza watu huko utatola mzima na huko kote wako tayari. Yani ilikuwa it was supposed to be the mother of all crusades. Mapasta waliposikia venye sifa imetembea, chairman, secretary na treasurer wakaenda kwa polisi kama askari kingine kwa usisi kalikuwa kamuonia. Alikuwa na pesa mingi. Nakumbuka sana. Nakumbuka. Wakaenda wakasema huyo jamaa sikubile ndio kubili. Anyway, huyo analeta muziki anakuja kutumia na muziki muziki ni. Akamwambia report. Ninyi mapasta mnaoeleza ni sisi. Angalia hii jina. Si ndio chairman? Leo nani? Sisi tunakwambia kama viongozi wa hii kitu. We are inside. We are the people inside. Tunakwambia is a people. Huyu siku anakuja kulete mungiki. Wacha nikwambie. Silifrede walimwambia. The very morning saa 12 polisi walikuwa wengi kuliko badala yote. Police station zote za Nairobi zilikuwa hiyo kiwanja na Modern Primary School. Nakumbuka vizuri sana. Nakumbuka. Sasa tukakataswa, tukaambiwa hakuna kuhubiri. Na mimi nikawaambia nikashika microphone. Super dog. Mimi nikawaambia mpende, usipende, hii microphone lazima nitashika kwa ardhi ya Eastern Army. After 3 days they realized the state. ODC akaniita tumegundua ni watu wako walifanya. Sisi hatuna bali. Sasa wewe unatengeneza mkutano. Na wakanipatia pesa, wakanirudishia pesa. Nisi, nikamwambia sina pesa ya kutumia because nilipigia Uhuru mwenyewe. Nikamwambia nasikia wewe ndio unakanisa mkutano yako. Uhuru akasema nini? Niliambiwa nikaka. Kaeka video. Nitaka kushinda nenda video. Nikamwambia BCC amesema hata wewe useme hata upige simu hakutambui. BCC alikuwa by the time tumaliza mkutano BCC alikuwa kanisa akiwa mchini akiwa mdogo wa BCC akiwa mdogo wa nani wa BCC na tukapatiwa pesa ya kufanya kusema tukafanya hiki jamaa kiokea hapo kuna mboga na bangi nilikuwa natumia kila kitu. Nilikuwa kanusu, nilikuwa mogoka, nilikuwa chavis, nilikuwa kila kitu. I was totally addicted. Chavis inakaa kama tobacco lakini inauzwa sana sana na ya Wahindi. Lakini ni kali sana. Sasa mimi nilikuwa nimelala pale kwa ukuta pale kwa kiwanja pale mwisho. Nikaona kuna crusade. Mimi tulikuwa tumelala tu nikaona tu. Okay, kwanza mimi nimekuwa street boy. Kwa sababu niliachwa na wazazi nilikuwa na miaka 2. Sijawahi waona tena, walikufa. Sasa mimi nilikuwa nimelala pale kwa kiwanja nikasikia kuna crusade. Although yote tulikuwa tunaona hapa ndio tunachezaga mpira, watu wa Dodora, watu wa Morem, watu wa Kayore, watu wa Korosho tunakujaga hapo. Maisha. Sasa mimi nikaenda hapo nikiwa mlevi, nikaokoka. Nilikuwa mlevi. Ile kitu ilikuwa gumu ni kupigana na hiyo addiction kwa sababu nilikuwa totally addicted. Lakini nashukuru Mungu nimekuwa niking'ang'ana na hiyo, familia yangu imekuwa niko na bibi na watoto. Nimekuwa nimekuwa yani ni hard time kung'ang'ana na hiyo mambo na kuachana na addiction, lakini nashukuru for the past almost 1 year nimeweza kukaa bila kutumia kitu yote. Lakini swali ni hili, hiyo yote wachana nayo kwa sababu hiyo mimi siwezi kuipigia makofi. Ati tulipata mbegu 4 years down the line. We planted a seed. Sasa ulijuaje hapa?
Niliona TV nikachukua. Nimekuwa sikuwa nafuatilia mambo na TV na sikuwa nafuatilia mambo na mahubiri, but wakati nilifungulia TV nikaona synagogue TV, nikakuwa nikifollow up tena kwa simu Facebook, nikaanza kufollow up hapo, nikakuona tena ni yule mtu alikuja akanihubiria. So mimi nika take step, nikachukua namba ya tutu, nikajua ya tutu hiyo ni ya apostle. Hizi gine za 0718, 0715, hiyo ni sa secretaries. Nikajua tutu hiyo ni ya secretary. Sasa nikakuwa nikikupigia, lakini jana niliweza kukupata, tukaongea. Then nimekuja nikiulizia. In fact nimekuja tu direct nikenda, lakini nimefika. Sasa niliulizia mpaka nikaulizia socha hapa chini, niingie nimeshafika. Hata in fact nimeulizia mtu mmoja tu socha kwa apostle ni wapi, akaniambia ni hapa. Unaona sasa God, hii mbegu ulipanda na itakufuata. Itakutafuta mpaka mpakani. So usichoke kupanda. Tuende Kibera tupande. Tuende kule kwingine tupande. Hiyo it at one day itaterminate. You never know who is this. You don't know. Sikia hiyo sauti yako tena. Sasa mimi nataka pastor ama sio kitu nataka. Unasikiaje hiyo sauti? Ni mhubiri si mhubiri? Is a pastor. Bwana Yesu sasa nitakutengeneza. Nataka naomba hata kama ni theology niko tayari kwenda. Hata kama ni theology yako inakuwa mzuri kuliko theology za huko. Nashukuru mhubiri. Kuvumilia hapa ni certificate. Sawa pastor. Nitavumilia. Mimi niko hapa kukaa. Mimi simnajua theology yangu ni mzuri. Wale mumekaa na mimi na mumevumilia. See you know me. Na mnaelewa hapa Penina. See you know it is tough. I can see my brother here. Where did you go? You are cool and good. Can I give you another appointment? You are ready for the appointment? See you. I told you. Why when you give it to God, leave it to God. The two jamaa alikuja hapa akafanya sarakasi mpaka nikaenda mahali. Nimewahi kuona kitu kama hicho. Mwanzo akaniambia na wakamwotokea pole. Maana nilimguza akaanguka chini, alipoanguka chini badala ya mke alichukua simu na kichati. Na alikaa wanawa akichati, ameangalia juu. This we leave them. We leave it to God. Hata mimi wakati niliopewa sikuwa outright. It took me a lot of years. Hata saizi sijakuwa sawa. Msinitrust sana. Sijakuwa sawa. Ninaendelea kuudwa. Kanati kwa elimu. Hata unaudwa. Tunaendelea kuudwa. Hata nyinyi wote mnaendelea kuudwa. Sasa hiki kikikuja, kinakuja, kitaudwa mpaka kikue kimtu kizuri. Sikiliza. Huyu ni pastor wa crusade. Ni pastor. Sasa ubaya. Uko na bibi na watoto na unawaheshimu na unawapenda. Basi ukae vizuri. Sababu utang'ara na utakuwa mzuri. Utaanza kuandikiwa tu message hapo, usipatie namba za simu. Thank you very much. Nikwenda kamuke mweno oyo nyuothe. Riu utoke mweno oyo, wapatie kalaini kamoja hapa. Kalaini kamoja hapa, kateremke hivi. Kalaini kamoja. Wewe dabadire. Keyboard hapa iko keyboard, unaona keyboard. Wapatiwe kalaini kamoja, muende huko. Ndio tukae nisishinde nikigeuka nikiangalia, nikae hapa ni face mundu kwa mundu. Habari zenu? Mumekula lunch? Mumekula lunch? Mumekula madasi ama nini? Hapana, si kusema msqueeze. Kupanga line straight hapo, ingine straight hapo, wengine waongezeke padile, twende tukifura hivi. Si umsalimie mwenzako tu, mwambie hata kama hujakula mimi nimekula.
Mwambie hata kama, and who shaved you? Yes, you look nice. Thank you. Thank you for this, God. Akubariki. Your line, your heavens have opened. The sky will be the limit. Every battle that was against you, God has won it for you. Just stick to this God. Believe in him. You are a mighty man of God. You will go far. I can see you flying to a country called Canada, in a city called Vancouver. I don't know how you will go there. And don't go bother yourself. Don't go tell your mom it was prophesied that now I have to go. Wait for that moment. Just something will happen. You will find yourself there. Yes. Yeah. When the heavens are, yes. You seal. Kweli wewe ulipudishwa. Wewe ni mkora sana wa kiroho. Huyu mama ni mjanja wa kiroho. Na kama mungekuwa kama huyu mama, mungekuwa mmeenda mbele. She knows when a word imeachiliwa kwako, you give something immediately, because shetani hakuwa anajua huyu ataweza kutravel. Sasa wamesikia. So watatuma watu wao kuhakikisha hataenda. They will now try to destroy every move akimake wanna destroy. Now what do? When a prophetic word has been released to you, immediately you plant a seed. You raise a sacrifice ya kusil. Unaweka seal, shetani hataona. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know why you are facing tribulations? I'm talking to you. Do you know why you are facing the challenges? The challenges you are facing. The initial plan, it is you who wanted to go. Yes. And you raised a sacrifice for your journey. Yes. But not for the other person. Yes. So the other person is not covered. If it was you, you will be there. Wow. But the other person is not covered until you do a sacrifice for that other person. Amen, I'll do it. Yes. So when God speaks to you, utafungua. Kwa siku niliambia Karo, atafungua maduka. Kini Karo ni muzebe. Alikuwa amefungwa na jina yake. Nikwambia ni jina gani imekufuga? Because that is the second last battle in your life. Is your name Nyoriani? Yes. Thank you. Is your name Nyoriani? Is Nyoriani Kikuyu or Masai? Yes. So you're a Masai. Thank you. Thank you. So that name, are you getting me? That name has a restriction ya ule umaskini ya Kimasai. That is why when you try to do something, you are halted. You have the ambition. Hata pesa ukiitisha loan sahihi ya 1 million utapatiwa, lakini ndugu yako ama mtu wenu atakuja na shida, utampatia, utawacha ukilipa. Is that true? Yes. Yes. Because you, according to the levels za kubarikiwa, you are not listed because you are from a background ya Manyata. You are a Manyata person. Na ukiangalia maisha yako umeishi kimanyata. Yes. Ukipeleka mahali pazuri kama mahali pazuri unajiondoa. Unaenda kwa manyata. Yaani maisha yako unakaa nyumba ya mawe lakini ni manyata. Wamama wa Masai ndio kukinyesha ndio wanaipandaga juu, wananyeshewa, wanatadasa nini? Wanatadasa hiyo nyumba mzuri. Ni kweli? Ndio wanafanya. Unajikutaka ukifanya donkey work kwenu? Sorry? Unajikutanga ukifanya donkey work kwenu kwa baba yako? Sana najipata ni mimi na nafanya. Bas. Sema hero. Sema hero. Okay. Jinaswe. Si ni kweli baba? Si ni mama yako ni Masai? Ni baba Masai na mama? Ni Mchaga? Mwiraka. Mwiraka? So unaelewa Nyoriani? Sasa toa dhabihu kama Jabezu.
Nyoriani ni jina ya uchungu, ya pain, a struggling name. Ndivyo? Hebu tuambie na maana jina Nyoriani. Loriani ni the same na kama venye Jabezi aliitwa na mama yake. Inaonyesha mtu alizaliwa kwa uchungu ama kulikuwa na shida fulani kwa familia. Yes. Yeah. You are an altar of pain. That is why you carry the pain. Wherever you've tried marriage, it was good, you are disappointed. Kazini, you are not supposed to be where you are now. You are the most senior most person there, the most well person, yani mtu mwenye ako na training mzuri sana ni wewe. But do you live that life? Nyoriani speaks. Whenever you are to be promoted, to be lifted up, Nyoriani comes, tells you, oradi komodo. Are you getting me? Yes, I do you hear me now? Yes. You have won many battles, ukipanda. Hiyo sasa, the name has been an obstacle, ndio the final, second final. The other one ukifika hapo nitakwambia. Thank you. Yes, we have to thank you. Oh. Ako wapi huyu mama Mumero? Gari kubwa. Iko wapi mama mneno huyu? Devire. Ariada. Where is she? Ariada? Okay. Thank you. Ambia mtu, God restores in privacy. God, humiliation will come in the public, but the restoration of God itakuja in privacy. It does not come. Mungu hata kubariki when everybody is seeing. They will only see the fruits. When the release will come, when the power will come, when that thing that God wants to give you comes, then what will happen? What will happen is that they will only see the fruits. But how and when this giving came, you don't understand. The way poverty came, the way this problem, the challenges. Madam, simama. You. Yes. Nasi wewe. Uko na green kuja. Iko wapi hiyo nguo yako? Kuja. Najua huyu mama anafanya kazi in a high ranking office ya serikali, lakini sasa ubaya wa Mungu amemwambia vae nguo hizi mrefu kama za hawa mama, na amekataa. Sasa angalia aibu venye amefanywa maaibu, ameteseka, anashitaka kifanya hii. Who is this? This is your daughter? Your sister or your daughter? My daughter. Ona wewe wawekera? Mliambiwa nyinyi wawili? Yes. Sasa nikuulize. Mwelekea nywele leo. Nani atakuwa anachukua mwingine? Ukianza kulinaye na kulimakanda na kulikiki. Kuchocho. 1919. Okay. Na kuchocho choge. No arashoga. Okay. Weoni. Chocho. Weoni. Kitabe tosio ere. No eliwe ubegwe ni Haruni kanu. Nani aliambiwa vae nguo? Ni Harun ama ni nani? Sasa mtuwa honoki, you know nothing about the clothes. This is biblical. Ni mavazi aliambiwa avae. Na akaambiwa uwe ukifanya wakati uko kwenye huduma, uwe ukivaa. This is angelic. Mavazi hii mnaona ni angelic.
The power, the capacity ambayo amepatiwa is angelic. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nalipokea vazi hili kama vazi takatifu kwa ajili ya huduma yako. Ukamtendee na ukamfanyia kulingana na ulivyomnenea, maana wewe ndio ulimnenea kuhusu hii nguo. Nitamvalisha hii nguo kama kuhani, kuhani mkuu, kuhani atakayeinua dhabihu katika madhabahu yako, kuhani atakayefanya kazi, atakayetumwa kwenye mataifa na akafanya huduma hapa nchini, nje ya nchi na kote duniani. Milango yake atakapokuwa amevaa hili vazi, milango yake yote ya kihuduma na ikafunguke. Milango ya finances ikafunguke. Apate favor kwako na apate favor kwa binadamu. Asiwahi kukosa chochote atakachokuitisha. Milango yake ikafunguke na iwe ni milango ya kujifungua. Asing'ang'ane katika maisha yake, yeye na mtoto wake, maana wamekubali kutii, kukufuata na kukaa kwenye penzi lako. Baba, wajidhihirishe kwa mataifa ya kwamba wewe ndio umewatangaza. Watangaze, announce them in the entire world. They are your servants. Keep them, prosper them, grow them, lift them to the highest levels of your desires. In Jesus' name we pray. Ndamukira nguo ĩno ĩrĩ nguo ya kĩgongona, kĩgongona gĩa ũthingu, kĩa ũtheremu na kĩgongona kĩa ũtonga. Kumania na ũmũthĩ ũyũ Ngai, ũngĩromũgereria makinya-inĩ maku, mĩgambo-inĩ yaku, ona ũngĩromũhotanĩra. Reke araika mamume thutha kuma mume thutha mamũtongorie, na mwena na mwena makorwo hamwe nake. Hingo ciothe roho waku ũtũranie nao. In Jesus' name. Ũngĩgakinyĩrwo atĩ nĩ nyina na mwana mehumba nguo rĩ, makinyĩtio kũ? Wamefikishwa wapi? Sasa mwache upuzi. Adhikirai Ngai. Kubarini. Na kuna mama mwingine hapo, ni mjuaji sana, na ninaona ukivaa hizi na uliota. Ni kweli ama si kweli? Ni wewe ndĩrarĩria. Ni kweli ama si kweli? Umeitiwa utugata. Wewe ni tugata. Ndio. Umeitiwa. Lakini umejaribu kufigure out venye inaweza kuingia kwa hiyo mwili yako mzuri. Amepiga picha imekataku. Tufungulie baba. Tufungulie kitabu cha Hebrews 5. Hebrews 5. Hebrews 5 from verse 1. Yes. Gatumia gathiku kakori kaka na kori kiki. Mareha mare mumaye mumareha mumagarie kinya haha. Jeheraria hii ni ndore hii. Sasa unaona ministry inafanya orders zimeanza kutoka. Si niwaambia tukitoka Kibera ni orders zitaanza kufanya kazi. Orders zimeanza kutoka. Na mtu atacheza sasa round hii ukisa kuna order imeachiliwa ya judgment. Nitakufundisha tu saa hii ya judgment. Na mwenye ataleta mchezo tu it won't take long. Mwire tu Kasupu. Hi man. Uko horo bishana haya.
Gai. Ati huyo mama. Yaani Mungu anaga huruma. Imagine mtumia mthako wekerete nguo ataishi Gai. Ona hali umeanza kujitayarisha kuvaa mrefu. Oh yeah. Tugeke nguo. Unajua kila kitu hizi kazi kila iko na wenyewe. Hizi sifanya mimi ni kumwagilia mafuta. Wafungaji wafunge. Ndio, we don't interfere na kazi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Don't interfere. Kwa sababu kila mtu ameitwa. Kila mtu afanya nini? Na kuitwa kwake kuna information Mungu ana feed kwake. Nikipatia huyu kazi ya kufagia hapa, usikuje usikuje kuinterfere kwa sababu kuna maroho atafagia. Amemfeed power ya kufagia hizo maroho. Sasa wewe na kiherehere yako na kuja unasema huyu anakaa hajaokoka vizuri. Yes, hajaokoka kulingana na daftari yako, lakini kule mbinguni anajulikana kukuliko. Umeelewa? Huyu hajaokoka kwako kwa daftari yako na kitabu yako na ile encyclopedia na ile ingine inaitwa nini ile ya masomo. Wale watu wa class 8. Targeta. Kulingana na targeta yako hajaokoka, lakini kulingana na huko mbinguni ako namba 1. Wewe ndio hauko. Wapimaji wa kiokoko wale wanajua kupima viokoko vya watu. Kama kuna bishop mmoja tulikuwa tunaendaga na yeye kwa Saimokei, anaitwa Bishop Shama. Bishop Shama akapigiwa na watu kutoka, sasa hiyo nilikuwa na huko Ngabo. Sasa wengine wakaniambia, "Hey Bishop, mudia nake no abosha apagia." Sasa akamwambia mpigie, nikamwambia mpigie. Akampigia. Ndio ugakata ndurawaruinge ni kono sawa. Tigano ocio. Ucio atale umakwa mugiki. Timondo mwego na hanini. Ona mutiage ni ndakorie ni jagiru ukurode. Ni no ni mugicagura ku Jeremani ngudweke baba wanyu wa kiroho. Tigano ocio yandangĩota kureithio na ki. Alafu akakata wakaongea akakata nikampigia. Bishop, hado kuhiana atia. Maguta maku me iguru. Wacha kuekelea, sijachukua pesa, sijachukua, hujakubalika mami kuja hapa. Kujeni hapa. Simameni tu hapo. Simameni hapo. Simameni nyuma ya hao. Inua mikono. Hebrews 5. Ujamaa ameenda. For every high priest is taken from among men, is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sin. Tuweke Kiswahili. Labda wanaweza kosa kuelewa. Tuweke Kiswahili baba. Oneka ama. Sio in the beginning Kiswahili. Huyu atanafaa kumaliza ukajua kila kuhani mkuu, sema kila kuhani mkuu. Kila kuhani mkuu ambaye huchaguliwa miongoni mwa watu hupewa jukumu la kushughulikia mambo ya Mungu kwa niaba ya watu. Kutolea zawadi na tambiko kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo kuhani ni nani? Amechomolewa kutoka kwa watu. Ana uwezo wa kutoa dhabihu na tambiko. Yaani hawa watatumwa Molo, waende wainue dhabihu Molo kwa sababu ya dhambi za watu za Molo, na asihusishe mtu. Aingie kwa account yake atoe sacrifice, aende Molo atoe sacrifice on behalf. These are direct representatives za Mungu kwa watu.
Hiyo ndio anaitangwa kuhani. The high priest is a direct representative. Yani anaweza kuja Nairobi, aichukie Nairobi imekuwa Sodom na Gomora, na ainue dhabihu ya hiyo Sodom na Gomora na ishe. Wakati huyu mama anaitwa Penina amesumbuka sana na huyu kijana, akakuwa frustrated. Nikaita kijana kuja nyumbani, akaanza kunipatia story ati wacha, I'm not prepared, I'm not this. Nikajua okay, mimi nilikuja hapa nikatoa dhabihu kwa sababu yake, sababu niliona wewe ni chanzo kimoja cha matatizo yake. You are an altar that is disturbing huyu, lakini hujui. So what I did, I rose as the high priest, nikamtolea dhabihu. Na ndio nikakwambia wachana na story za huyu mtoto tena, because sasa nilimchukua mimi nikamtoa mikononi mwako, sababu wewe na baba yake ndio chanzo shida. Madhabahu ile imewafuata kutoka nyumbani, and huwezi kuvunja hiyo madhabahu because you are part of it. Bwana Yesu asifiwe sana. So when these have been selected, because this is the same anointing that I carry. Say thank you, sit down. So when these have been selected, you've been selected to act on behalf of God to men. Una uwezo wa kufungua watu kijiji kizima na sadaka yako. Una uwezo wa kusimamia kule unafanya kazi, kutokea jambo kama skando, una uwezo wa kutoa sadaka na kusema hii maneno imesimama. Atakaye kuinukia si wewe anainukia Mungu. Atakayejaribu kupigana na nyinyi si nyinyi anapigana na Mungu directly, because you are a representation of God. Ndio kwa maana mumevalishwa bendera ya biguni ya malaika kule biguni. Green inasimamia Rafael. Una uwezo wa kutangaza ugonjwa wa ukimwi uondoke na unaondoka bila kutarget mtu particular. Una uwezo wa kutangaza mtu kansa iondoke na iondoka bila kutarget yule mama ako na kansa. Kusimama tu eneo hili unasema kansa ambayo iko hapa iondoke. Umaskini una uwezo wa kuufukuza na ukaondoka. Hiyo ndio maana ya green. Yellow ni maana yake ni nini? Ya kuombea mashida. Yellow ni representation sasa ya Mungu. Kutetea, yani ni muthaithaniriri. Nego ni muhoi, ni muthaithaniriri. Ana machozi yake yanaweza kufungua kila kitu hapa. Machozi yake yanaweza kufungua kanisa hii. Machozi yake yanaweza kufungua mahali popote ambapo kuna shida. Na white ni Gabriel. She is a messenger. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mmeelewa mambo ya colors? Nitawafundisheni. Na kwa hivyo si umeona tuko yellow? Yellow. Sasa inua kichwa chako juu kidogo, ukamotirire udhio wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio uliutuma watoto hawa na ukawaambia wakuje waweze kufunguliwa na waweze kumwagiliwa mafuta kwa ajili ya kufanya kazi ya ukuhani. Kutoka sasa kwenda mbele, nauliza Baba, mkono wako ukue juu yao. Kwa jambo lolote watakalo litaka kufanya, mkono wako ukue juu yao. Mafuta haya yanapotiririka ni kama yale yaliyotiririka kwenye ndevu za Haruni, zikatiririka kwenye nguo zake, na Roho wako akashuka juu yao. Sasa hivi Baba, na kuomba Roho wa Bwana shuka sasa. Shuka kwao. Shuka. In the mighty name of Jesus, receive the gift of the Holy Spirit. Receive the gift to prophesy. Receive the gift to heal. Receive the gift to deliver. Receive the gift to do the will of God. In Jesus' name, amen. You're free. Master. Yes.
Yes. Rimasheterere oshaya kataya ndarabasha. Yes. Irumi na megapo yumanite na kwanyu. Yumanite na aciariani. Yumanite na baba kana mami, shosho kana guka. Miena yothe ya baba na ya mami. Teri wa kwanyu. Magokona makuria urutagira wira na magakona makuria wikaraga. Matikana mutoni. Ni mwahinguriro itu ryanyu na kumania no mothe uyu kiria giothe mugetia thiini wa ritwa ria Jesu Ngai ni agiri munengeraga. Magokona makwanyu ni maharagana. Kiria giothe kianagiria muthereme ni kiaharagana. Kiria kiana hando ni koma gatagataini kanyu ni kiaharagana. Aria manarua nawe kuma umuthi uyu Ngai ni ekumaruithia bara. Aria managiriria uthie kuma umuthi uyu ni amathengia. Irima cienje cia bararitio iguru rianyu ciothe ni ciaharagana. Marima menjetwo mbere yanyu mothe ni mathikwo. Mikanda yanathondekwo mbere yanyu yothe ni yaharagana. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muthereme na muthereme na muthereme. Mukinyirie ndumiriri ya Ngai kona ciothe cia thi, mukinyire andu a Ngai na muheo favor ya kuria guothe mugathie na bururi kana city ria mugakinyagithia maguru manyu. Ngai ni akamirathima ni undu wanyu. Ngai ni akamitheria ni undu wanyu. Ngai ni akametikira aria magoka kuri Ngai magereire kuri inyue. Ngai ni akametikira ni undu wa mathaithana manyu. Ngai amurathime na amuteithie. Amen. Ateke Murwaru. Tiko shokora shoga. Tiko murwaru. Komera kidukite. Komera. Dei wari per Gesù Cristo. Yes. Wow. Tetni ukohona. No. Odhicaria Ngai ni gukwira ni nguo iriku. Odhicaria nguo iyo wirumbe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwachane na yeye, wachaneni na yeye. Mukarekaga roho wa Ngai amutawira no igwa ya gutuika kihingo. Yes. Ufundithio gikurino. Ndugake mutwe guoko. Endeni mukae chini. Sio ni mzuri. Unaona vile kazi ya Mungu ikianza kufanyika, utakuta Mungu ndiye anajipangia kazi yake. Wewe kungangana na hapa, hii wezi. Ndio niwaambia hii kitu. Hamwezani kupigana nayo. Achilia Mungu tu afanye kazi yake. Achilia Mungu. Mungu akisema ni huyu, hiki kijamaa unaona hiki, hii mtashangaa. This man mtashangaa. Ngai yakurathime. Asante. Sasa tuende, nataka kuwapatia kwa sababu time imeenda sana. It's 5. I thought I would have finished. I want to teach you. Niliwafundisha nini asubuhi? Yeah? The mystery of mantles. Now I want us to go to the dimension of God's manifestation in that mantle. Dimensions. Yani Mungu hutumia njia aina gani? How does God come to you? What is the way? Mungu hutumia formula gani kukuja? Ndio huyu, unaona huyu amekuja after 4 years, amekuja kututafuta. Unaona huyu alikuwa na madevu mingi, amerebekiga. Tuliomba tukamaliza. Unaona huyu ako. God has different dimensions of doing things. How he comes. Now I want to teach you 4. Staenda mingi sana, hizo zingine nitakufundisha Sunday. Dimensions of God's manifestation. How does God manifest himself? Mungu hujitokelezea kwako aje? Kwa sababu venye Mungu alitokelezea kwangu, sivyo alitokelezea kwako. Venye Mungu alitokelezea kwa Harrison Nganga, sivyo alitokelezea kwa Kemani William. Sivyo alitokelezea kwa Nganga huyo mwingine. Sivyo alitokelezea kwa wanafunzi wake. God has a way of appearing to you, and everyone's mantle is a mystery to another's mantle. Did you get me? Did you get me there? Everyone's mantle. Tusome kitabu
cha Psalms 95 verse 5. The sea is his for. The sea is let me read it from the Bible. Naona kama niliandika vitu zangu hapo. Naona I think ninafaa kuvaa nguo. Verse number 5 inasema 95 verse 5. The sea is his. The sea is God. Is his God. Ni ya Mungu. For he made it. Yeye ndiye aliitengeneza. And his hand formed the dry land. That the hand of God provokes creativity. Number 1. First ministry, first dimension. The hand of God. Dimension ya Mungu kwanza kukuja kwako is the hand of God. His hand. When his hand comes upon your life, he will change you. He will provoke creativity. Ni Mungu muumbaji. God the creator. That is his mystery, dimension, that his power is capable of creating something new in you. He's got power to bring a fresh thing in your life. He's got power to change the man that you are yesterday to a man that you will be today. He's got power to change the business you have. He's got power to change the ministry, and the things will start working in a different dimension that nobody will ever even believe that these things can happen to you. People who saw you yesterday, they are so a weak person. They saw mtu ambaye hajielewi. They saw mtu mwenye hana mafanikio. They saw mtu mwenye hana mbele wala nyuma. But for God, he has a power, he has a reason, he has a good plan. A plan not to destroy you, but a plan to make you better, a plan to make you succeed, a plan to make you win every battle that is ahead of you. Don't look down on yourself. When you invoke the God who is the creator, he provokes creation in you. He brings out the powerful woman you are. He brings out the powerful man you are. He brings out that which ilikanyagiwa na watu wakakanyaga na wakaona wewe haufai. Then he brings the mystery, the dimension. That's a dimension of God that produces the real you. When everybody thought umemalizika, when everybody thought you are not anywhere, when everybody thought at umeisha, that is the time the hand of God, when the hand of God comes, everything will work. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is one dimension of God's manifestation. He will manifest through his hand. He will manifest through what he lays hand on. What he says will come to pass. What he does will come to happen. What he said must come to pass. That he gives you the command. The hand of God gives you the command to command over everything that exists on earth. He gives you the power to say things and they happen. He gives you the power to do things and they happen. He gives you the power to walk in the middle of the desert and there is no water. Then you command for water and you turn around, you find a well of water besides you. He commands where there is no way and the way comes. He will not command. He will not tell the way to come. He will use you to go there and then you have the capacity to build that road. He asks Ezekiel, son of man, can this dry bone live? And Ezekiel told God, only you knows whether they can live or they are dead. Bwana Yesu asifiwe sana. Then God asks Ezekiel, son of man, prophesy to this dry bone. God has the power because he is the creator, but he does not use his power. He donates the power to man because he donated the power to Ezekiel to do that which is best for him. So when God finished his creation, he left the creation to mankind. So man can reproduce, man can do the work that God did. And he is left to us to proceed in finishing it. Therefore, when the hand of God is on you, the hand of God was on Ezekiel, and Ezekiel was told, prophesy to the dry bones. So you got the power to prophesy over your life. You got the power
power to prophesy over the dry bones of your life, over the dry bones of your business, over the dry bones of your family, over the dry bones of your ministry, over the dry bones of your future, over the dry bones of anything that is around you. You got the power that from today I'm releasing that power to you. From today I am releasing that power to you. You see how horrible you are. I never thought this is a church. I think the more I preach to you, I think I am releasing that power to you. I don't know. That you got the power from today. That God will manifest through you. Because the hand of God is on you. You got the power from today to say that which has been an obstacle in your life, and from today you just say move and it will move, go and it will go, go dry and it will dry, go down and it will go down, be finished and it will be finished. Because you got the power. The power is on you to say it. The power is on you to conquer. The power is on you to win. The power is on you to succeed. The power is on you to say that your mouth from today will prophesy and the things will come to happen. You got the mouth, the tongue to say things. Na zitafanyika. You don't need to go now to seek any person because you have agreed. You only need to agree to make a covenant, to make an agreement with God. You agree with God and me that now you got the power. As Ezekiel was told, prophesy to the dry bones, and he prophesied to them. Prophesy to my business and it will happen. You prophesy to your family, it will happen. You prophesy to your ministry, it will happen. You prophesy to Gedorai, and the Gedorai will yield to you. Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Oh yes. Reba shandoloka. Rebaya le mashandoloko sa. Goya kunereko. Tadora, dora maidi ni makwa. Goya kunereko. Ate? So God is raising. Do you know what God is doing in this church? He's raising people that will not be able to fight. He has chosen. What I did? Nilifanya nini? Nilikuja nikatoa dhabihu, nikalala kwenye madhabahu, nikaambia nao, Mungu, do your will. Wamenema. I surrendered you to God. Afadhali mungekubali tutembee na nyinyi. Nilikuwa na huruma kwenu. Kaba mukira thaithire Ngai, tutwarane na inywe. Todo oyo Ngai uria kumuthogothania ma. Ngai. Mutakaa hivi magi. Acha hiyo mang'au na kuaga nayo. Utanyoroswa hivi. Wengine watang'olewa, wengine watapadwa, wengine watafurugwa, wengine hatakumalizika. That's how tough it is now. When you surrender the ministry to God, it's a judgment. And that is where I'm coming. Hallelujah. That is Genesis 1. To some Genesis 1 verse 1. In the beginning, we are seeing the power of creativity. That the hand of God provokes creativity. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So the waters were there, but the earth was not there. Hello. The water was there, but the earth was not existing. The Spirit of God was hovering. Ilikuwa imehang. So God mystery, another dimension of God doing things. The mystery is that the Spirit of God is hovering you.
That is why when the hand of God comes upon you, you are able to prophesy. You are able to speak the power of God. You are able to speak things and they will form. You are able to say things and they will work. You are able to do things and they will manifest, because it is a way of manifestation, meaning that the Spirit of God now is on you. Saizi, it has dropped. Where it was hovering, the Spirit of God is on you now. Hallelujah. Anytime we bring a topic, discussing a topic, there is a new dimension that is being brought to you. There is a new thing that is being planted. Kuna kitu mpya kinapandwa. Kuna kitu mpya kinakuja. Kwa hivyo, that is why God wanted you to learn. And the people to learn are chosen by God. Hallelujah. People to learn because there is new thing. Kuna kitu anataka kufanya kwa watu. Kuna hiyo kitu anataka kufanya na watu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, number 2, the dimension of God's manifestation, he speaks in supernatural. Bwana Yesu asifiwe sana. He speaks, when he speaks to you, he speaks in the supernatural. He speaks in a way that not many people will be able to understand. He speaks that now, if you ask me, niwaulize, hii goya yero kwenu, what does it mean to you? Watu warokore, watu wa kwa Nganga na kwa James na kwa Moido na kule kwingine, you don't understand. What you will tell me, kanitheo ne yako lino na mundu ucio ekugio ne yako lino wacio me kumudhubura no yako lino wacio ya marioru me kumugia. Acha nikwambie, that is how God manifested in this ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. I think kama si mimi, hata mimi ningekuwa mkolino naitagwa Hezekia. Si Hezekia ni jina ya kikolino? But God manifested in me, and that is how he chose it. From the word go, I always have found myself having a relationship na watu ambao wamevaa nguo kama hizi, having to work with and having a move. Wherever I move, I will always find them. Where if I go Nakuru, I will always find them in Nakuru. I must find them. If I go to Mombasa, I must find them. Why? Because there is a dimension of God wanting to speak to me through them. Hallelujah. So when God has a way, he has a way, a supernatural way. God speaks in the supernatural. He speaks in a language that nobody will be able to understand. He speaks in a kind of a system that no man understands. He will come and tell you things that nobody will be able, not even yourself, you will not be able to understand until a revelation is brought to you to understand. Bwana Yesu asifiwe sana. I will want to be in association. I will want to walk with you today, but God does not want to walk. I will tell you, go wait me for somewhere. Then I will be coming, trying to come, but somehow in the middle of the way, God will divert me and will stop me from coming. You will think I ignored, but I did not ignore, because God operates in the supernatural. When you ask God in the morning, command my way, command my paths, command my season, you have surrendered to him. When I came to this altar, I tried to make it look beautiful according to me, but God told me it is not going to be according to you, but according to what I give instruction. Then I chose to surrender, because I knew I cannot fight with God. I knew I cannot argue with God. I knew I cannot challenge God. So I surrendered to God, and that was why you find many a time I do things that most of you do not understand, and you think I am a foolish. You think I am confused. I am not confused. I surrendered to him who controls me. Today I will wake in the morning. He will tell me, don't wear blue, wear green, and I will wear green. Don't wear this, wear this. I normally do that, and that is how God works in me in the supernatural. Meaning, once you surrender to God, your enemies will not be able to fight you. Once you surrender to God and God operates you in the supernatural, it means anything around you, any enemy around you will not be able to succeed over you. Will not. Hata wakuja namna gani, hata wafanya kitu gani, they cannot be able to reach you. They will try all their level best to defeat you, to cause you to die, to cause you to stagnate, to cause you to go down. They will temporarily win, but at the end of the day, God will manifest himself and the victory will be witnessed. God works in the supernatural. Let's read book of 1 Kings
chapter number 18, verse number 46. The power of God was with Elijah, and the hand of the Lord was on Elijah, and he gathered up his garment and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Remember what happened, hallelujah, with Jezebel wanting the head of who? The head of Elijah. Jezebel is a spirit. For you, most of you, munasemanga Jezebel is the spirit of immorality. Jezebel is not the spirit of immorality. Jezebel is a spirit that kills mantles. It's a spirit that will come here in charge, not through a woman, but through a man. Not through a man, but through a woman. And the main motive of Jezebel, it is to kill the mantle, not immorality. Immorality is something very different. Women coming to you, that is not the spirit of Jezebel. The spirit of Jezebel, they target the king. Hallelujah. The same spirit that targeted Elisha, they are a cunning spirit that will come pretending to be assisting, pretending to be of benefit, pretending to be of use to the kingdom, to the leadership, to the ministry, to the business. Wanakujaga wamekuja wakipretend ni watu wazuri. They came, they are very good people, and they are very useful people, and they are very good in planning, in doing things. They do nicely until you admire to work with them. Little did you know, they wanted just an entry. Once they get an entry, they will now start killing all people around you. Once they are through with the people around you, they will come for your head. Bwana Yesu asifiwe sana. Once they are through with the people around you, that is when now they will come. They will target, they will wait until, they will wait. They are good like lions. They will wait until now you are vulnerable to be attacked. They don't attack just any ordinary. They will attack the person, but before they get there, any person surrounding those people, they come, they maul them, they destroy them, they kill them, they bring scandals, they bring them down, they bring everything around the man down, so that when they catch the man, he will be vulnerable. For God to be of use to you, remember Elijah was vulnerable, his head was about to go, completely vulnerable, but he had the power of God in him. That is the only that lifts you. When he saw these things are not working, he saw danger, he had to run. He ran, and the hand of the Lord was on Elijah. It is only the hand of the Lord that can be on you for you to succeed. To defeat the spirit of Jezebel, you don't need prayers. You don't need anything. You need God himself. God himself. Not your neighbor, not your uncle, not your pastor, not your intercessors, but God himself to come on you. Because when this Jezebel is on you, when they plan now to attack, they have attacked already. The territory is theirs. Ukiona wameataki apostle, ujue walikamata apostle kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata wakunisaidia hawatakuwa. Ndio naonanga kukanisani tukiona mkiangalia siku nyingi nimejaribu kuraise intercessors wanagogwa immediately nikinua. Sasa nikajua, sasa nikaambia Mungu nipatie wale watu najua hawaizi kugogeka rahisi, ndio alinitumia hawa. Na mimi sikuwa nimewatambua. Mimi sikuwa nawatambua hata kidogo. Nilikuwa nimeona nituchoshona tumama tu huko mtaani Kariobaki. Kube ni majiant. Kube ni watu powerful. Mungu anawatumia. Wakiwa huko korogosho tu wanatumiwa. Mimi nilikuwa nafikiria intercessor watatoka Ruda, watatoka Muthaiga, watatoka mahali kuzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu Mungu ameficha mahali. Kuna watu Mungu ameficha katika maisha yako ambao watasimama na wewe wakati utainukiwa na maadui, wakati watapanga kukumaliza. Wale watu wote walikuwa umeleta karibu ni marafiki, wakati watamaliziwa kwa maana hawakuwa marafiki, wakati watataka kukumeza, Mungu atakuletea watu kutoka korogosho, wanakuja na maguo za red na yellow na green. Watu wanaangalia hivi wanasema hapana. Na wakati walijulikana siku ya kwanza, wakati hawa watu waliingia, wale watu walikuwa wa kwanza kuwataki hao ni leaders. Walikuwa wanajiita leaders wa hii kanisa. Ule mwizi anaitwa Kemani ndio alikuwa mtu wa kwanza kuinukia hawa.
Mtu wa kwanza, na ndiye alikuwa chairman wa kanisa. Akarudi akaona Wairimu anaenda kukua mzuri, na ameenda akaambia Wairimu, usirudi kuingia kwa ofisi ya apostle. Ukiingia huko atakulepu. Si unaona? Because aliona Wairimu ametoka kuzimu. Kumbe Kimani ni agent wa kuzimu, na amekuja hapa kukaa hapa kuhakikisha hakuna mtu ambaye atainuka madhabahu isimame. So alipoona kuna watu wameanza kudefect kutoka kama Wairimu, alitarget Wairimu, afukuze, aondoe Wairimu kwa mikono yangu, ndio Wairimu akuwe venerable, arudi huko. Na kaanza kurudi, na kalianza kurudi, na kaanza kuvuruta sigara. Kauliza, shika kwa hapa. Niulize, nilijuaje? Ulivuta wakati hiyo ya Kimani? Ulivuta sigara? Ulivuta sigara? Kile kiboyfriend kyako kia zamani kilikuja? Kile kiboyfriend kia zamani kilikuja? Kile kinavaa t-shirt ya white na trouser ya beige. Ni kweli ama ni uongo? Kweli. Kaa chini. Na hiyo ilikuwa effect si ya Wairimu na sio ya waganga wale alikuwa na operate nao, ilikuwa ya Kimani. Unaona venye the work? Akarudi akaenda kwa mama wengine, akaenda kiduka shindano, aliduga watu mashindano hapa. Wale walienda. Lakini main aim ilikuwa kumaliza hawa. Kwa sababu walikuwa akiwaambia hawa watu, Waruinge apostle ameleta madefiner kanisani. Sasa ile spirit inaoperate kanisani ni ya nani? Ni ya madefiner. Kwa hivyo anataka kututumilia spirit ya divination kutumaliza. So kwa hivyo motive ya Kimani hii kuja kanisani, alikuja akajaribu akapenya mpaka akaitwa chairman, na akashika microphone kutangaza matangazo ndio ulimwengu umujue. So when ataachilia venom yake, kila mtu atamwamini. Sababu wale watu walimuuliza todo wewe ni wakoro hakwe na apostoli tatwire horo wama niko ugokorero niguo hili wewe nikigira atumire niona ndira kenda kumpo kakukudu kwega nida kigirire hau giona kigui spirit ya gui kithi kwihura gogena spirit ya nyoka kithi kwihura gogena kile kekwire my sister niona niko faga umako toki alifukuza watu wengi sana akiwa hapa. Akiwa wapi? Hapa. Wakati alijua nimemjua ndio alitoroka, lakini he had purpose akae angoe watu. Na hiyo spirit ndio ilikuwa na Dirago. Nakumbuka Dirago ya Fred. Na hiyo spirit ndio ilikuwa kale kama mtu kalikuwa kanaitwa Prophet Jenga. So in every move of your life, in every move of your ministry, your business, those people they do come. Those are now the Jezebel. Hiyo ndio spirit ya Jezebel. Because walitaka kuondoa watu wote kutoka kwangu ndio waninyonge, wanisuffocate. So when only this you can succeed if the power of God. So the second dimension of God coming to your life, it is through his power of his hand. When you have the power of God, he will evacuate you. When Elijah was supposed to be cut his head, he disappeared. Remember, this is after Elijah. The spirit iliingia ikazama, ikakaa mpaka wakati wa John the Baptist. Na kichwa yangu sasa hizi mic wanaume watatu na mic. Sasa unaona hiyo ndio spirit sasa nazungumzia. So it comes that way. So when John the Baptist alishindwa kurealize, na wakati kwa sababu the spirit ambayo ilikuwa nayo ilikuwa isha move to who? To Jesus Christ. So he was easily vulnerable. He was attacked and his head was cut by the spirit of Jezebel. So in this spirit you need God to discern, to know what is being planned, when is it planned, and how is it planned. Once you know those things, you are able to ruka. Sasa ukinikuta
niko na shida Karo, ukinikuta niko na shida Mami, ukinikuta niko na shida Roda, any problem and any challenge you see me in, it is the hand of God that is in you, is seeing I have a problem. Come and help me. Don't go kuongea na watu huko. Don't go speaking against me. Just come help me. Maybe God amekulivilia because I'm helpless. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona umeota nikiwa uchi ama nikiwa na wanawake ninamumunya wanawake, don't go saying this man has a spirit of immorality. No, it is not the spirit of immorality. Kuna kitu nimerushiwa na kinaenda kunikamata. That is why God has revealed to you. Ukiona unaonyeshwa hiyo kitu haijanikamata, lakini kama imenikamata hauwezi onyeshwa. Hello, do you get me? Ukiona hiyo kitu, uone ninalala, niko kwa kitanda, niko na wanawake karibu 3 kwa kitanda moja, sijafanya, but I am about to. So God is revealing it to you. Unisaidie, maana niko katika hali siwezi kujitoa. Are you getting me? Kwa hivyo ukiona mume wako ako na maraya, anatembea na tusichana tunamumunya, don't fight, don't go saying atendelea niliyokehora au maraya. No, hajafika, but he is about. Na akiingia hata toka. That's why God has given that information to you, so uweze kumtoa, uweze kumsaidia. That is where now the spirit, the hand of God manifests in the supernatural. In the book of Acts 4:29 and 30, inasema, and now Lord, look upon their threats and grant to your servant to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and the signs and wonders are performed through the name of the holy Jesus Christ. Holy name of Jesus Christ. That wherever you walk in the supernatural, you got the power to be able to triumph over snakes and scorpions. You are able to speak the word of God with boldness. You are not a coward. You speak as it is without fear of losing members. You speak as it is without fear of looking at the sadaka. You speak as it is without looking backward. You speak with a lot of boldness and do things right without bending. Sometimes that is why you find I'm not difficult. I'm walking the supernatural. Hallelujah. And there is hakuna kitu kizuri kama to walk in the supernatural. When you walk in the supernatural, you got the power to command. You got the power to say things and they will happen. You got the power just to say it happened there na inafanyika. You got the power to even know what is happening far away. You got the power to say what is not happening and what is happening. You got the power to say about it, and you got the power to conquer any generational curse, generational problem, generational power, generational authority that is negative. Number 3, that the hand, we are looking at the dimensions that God uses. Njia ambazo Mungu anatumia. Tumeona ya kwanza, it is he lays his hand on you. Number 2, we have seen he operates in the supernatural. He operates in realms that nobody can be able to touch. Realms that nobody can be able to access. Realms that nobody can be able to go through to win any battle against. When you are walking in the realm, when you are in the realm that it is of supernatural, the enemies will not be able to see you. They will plan. Unakuta unaingia mahali hawakuoni lakini unakula. Unaitisha waiter chakula. Maadui wako hapo. Unaitisha waiter. Waiter anakusavu. Ni waiter peke yake anakuona, lakini hakuna mtu mwingine anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. One day when the police came to arrest me in my house, and my children tulikuwa tumekaa hao na wa kwa nyumba, then the police wakakuja, boom. I don't know what happened to me because I know something happened to me. But as we are sitting, the police started looking for me. I am seated. My children, wananiangalia, wananiona, and the police are asking these children, where is your father? They are looking at me. Na polisi wanaangalia hawa watoto kule, wanaangalia kwa sababu wanaona watoto wanaangalia, watoto wananiangalia. They were wondering, are the police not seeing you? So wakanitafuta nyumba mzima, wakatoka. My son Samia akaniuliza, were they not seeing you? From that time, my son has never wanted to live with me. Yo kijamaa kipendi, akitakagi kukaa na mimi, kinanihepaga tu hivi hivi. So
he tells me that they didn't see my father. I was looking at my father. So what happened to me? They came and asked me, Daddy, who are you? Wewe utamwambia wewe ni nani? Because hata wewe hukujua umedisappear. Hukujua. Hello, hukujua. Wewe unajiona tu umekaa, wewe unawaona wakikutafuta lakini hawakuoni, and you are expecting any time hata umetayarisha mikono wakuweke pingu, but they are not seeing you. Bwana Yesu asifiwe sana. And another thing that I did, this one will scare most of the tall and dark and handsome people. One time I picked a girl from the bar ambaye tulikuwa tukaenda tukakunywa tukalewa, then I picked her tukaenda kwangu kwa nyumba, then tukiwa kwa kitanda tumelala akigojea sasa tuanze kukula chapati. Aliweka mkono hivi akasikia hakuna mtu, akaangalia akatafuta mtu akakosa. Mwanamke alipiga duru na ni mchana, na tulikuwa tumeenda ile, najua ile turumu tu huko tule tunaangaliana hivi na hivi alipiga duru akisema hapa kuna ghost, kuna shetani, na nilikuwa nimekatazwa, nikaambia wachana na huyu mtu si mtu mzuri. Sasa imagine aibu ya kutoka huko, sababu kila mtu alitaka kujua what is happening inside there. Akaulizwa ni nani? Si ni yule mtu wa Mungiki. Ilibidi nipigie mavijana simu nikikuja, mukuje hapo mudisperse wale watu huko ndio niweze kutoka. Maana hii ni aibu. Kenya mzima makamera zilikuwa zingine zimefika already. Na tusimu, mnajua siku hizi mmekuwa majournalist. Kuchukua ka video haraka na kaigia viral. Jamaa amekamatwa. Sasa ilibidi niite vijana wawili wakuje na mapaka. Kwa watu wote wakahepa, nikachomoka. So when you are operating, when the hand of God is on you, when you are operating in the supernatural, it does not matter whether you are saved or not saved. God uses any vessel. He will use anything to glorify his name. He will use anything to make sure his work prospers, his work goes through. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, the hand of God brings judgment. Hiyo ndio nilikuwa natafuta. That the another ministry dimension that God works with is judgment. Tusome kitabu ya Exodus 3:20. Exodus 3:20 haraka. Exodus iko New Testament? Si New Testament, karibu na Genesis na nimejua karibu na Genesis. Najua hii ndio ingekuwa New Testament. Hii nyingine wanatuambiaga New Testament ni mabarua. Yes. 3:20 nasema namna gani? So I will stretch out my hand and strike Egypt with all the wonders that I will do in it. After that he will let you go. When God releases himself on to help his people, to help his servant, to cover his servant, he releases a judgment. That is one. When God wants to win a battle for you, he will cause the people around there to suffer a judgment, that they will be strike. Wana wa Israeli waligogwa mpaka wakaachilia wana wa Egyptian waligogwa mpaka wakaachilia the Israelites. So God causes those people who are holding on you, those people who are fighting you, those people who are strangling you, those people who doesn't want you to succeed, God will cause a judgment on them that you prevail. Ndio uweze kushinda vita, God will cause them a disease, God will cause them a suffering, God will cause them to be transferred. Unaona wale watu walituwekea stima katikati ya shamba kule Thika, walipigwa transfer wakapelekwa Mombasa. Na walikuwa wamesema hatutajenga. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how God, watu ambao wamekuinukia, Mungu atawasababishia magonjwa, vipele, watakujikuna, wataharisha, waachane na wewe, concentrate na their own. So do not worry of what is happening around you. Do not worry of how they are planned against you. Do not worry on how they are trying to fight you.
kuna wahubiri hapa walishikana wakaenda wakafanya maombi hapa wakubwa wakasema Waruinge hata hubiri hapa Nairobi. Mimi nimewaona overlate, nimeona kwa TV. Ile kitu wanafanya ni kililio tu. Wameachana na Waruinge, hawaombi ya Waruinge, wanaomba yao. Hello, hawaombi ya nani? Ya Waruinge, wanaomba yao, because they are at the verge of being vanquished. So when you are walking with God, don't fight anybody. Don't fight this man because amekuja unafikiria atachukua position yako. Don't fight because you don't know ana operate kwa dimension gani. Maybe he's walking on that dimension of a judgment that him alone kutembea mahali, he causes people to be judged for him to get in. Hello, are you getting me? That God anakutumia, mimi atanitumia kama chombo cha kusababishia watu nikifika eneo watu hao waanze kuangamia, ndio wa concentrate mambo yao, mimi nipite. So when you are praying, na ndio unaona watu wengi ambao huombea watu mabaya, huombea watu watoke, huombea watu waaguke, huombea watu waondoke kanisa hii, ukienda wana shida nyingi kwao. Utakuta mtu ameenda kwake, mtoto wake amefujika mguu. Sasa unakuta Mungu ameondoa ile maombi ulikuwa naomba, amemwekea yake, mtoto amevujika mguu. Sasa unaenda kushughulikia mtoto na kuombea mtoto apone, unasahau na magi. Bwana Yesu asifiwe sana. By the time mtoto apone, ile mission Mungu alikuwa ametuma magisha kamilika. So don't worry when you are operating in this dimension, when you are operating in the supernatural, and when you are operating in what? In the hands of God, that the power of God is on you. And when you are operating in the supernatural, and then when the hand of God is on you, it brings judgment. When the judgment, when you come, unaona kama sasa mimi siogopangi, siwezi ogopa chochote, hawezi kunitisha. Uniambie tupite Kibera katikati, hawezi. I know a judgment will be released. Uweze muende munipage, hebu angalia wale watu wote wameingia, wamenizungumzia kwa masegenyo hapa, wamenisegeja in one way or the other one. Go talk to them. Watakwambia nyumba imefungwa. Watakwambia kuna shida ilifanyika. Watakwambia mtoto yangu ni mgonjwa. Kuna kitu kilirushwa kwao, ndio waachane na mimi nipite. Mungu anakurushiaga kimoto. Kiwaru kimoto. Ushakula waru moto? Alafu unaimesa na mkoroko. Unatengeneza katumbo hivi. Ndio iteremke. Na hapo mahali itaenda kuradi bado ni moto. Sasa hapo ndio unakutaka mtu anafanya hivi. Anajaribu kuinua juu ili ukaruke kwa tumbo, ni venye tumbo imewaka. So don't fight when you are in this ministry. I just want to tell you, I want to caution you. This ministry operates in that dimension of God. So don't fight anybody in this ministry. Hata kama unafikiria Waruinge anaweza kukuoa, fight your own battle. Do it. Don't fight anybody kwa sababu uliona tukiwa na mtu kwa ofisi ukafikiria ameenda kutongoswa. Don't fight that person. Don't fight anybody. Waachana na mtu. Oh, hejo ni maku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hejo ni make, ni maku. Masho magetigana nao. Mimi nimeona watu wamekufa kwa hii ministry. Nimeona mtu amekutwa kwa gunia. Hello. Nimeona mtu ametolewa hapa, ameenda kutapwa kwa gunia. Nimeona mtu mwingine ameenda amebokwa na lori, ameisha. Na alikuwa ameapa akasema hii ministry itakwisha. Nimeona wengine wamenipeleka polisi ati nimerepu mtoto. Nilirepu mtoto. Tuseme tuko mwezi wa gani? Wa 4. Nilirepu mtoto mwezi wa 4 last year. Na yule mtoto amezaa na mtoto anatembea na mguu. Sasa wanipeleka ati nimerepu mtoto, wakaitishwa. Wako wapi mtoto yanyalirepu? Akapewa ulirepu lini? 2 years ago. Na walikuwa wameapa hii ministry itafungwa. Saa hizi I'm telling you walituma delegation just the day before yesterday. Niende tu nikubali niwasamehe. So when you are operating in such kind of dimensions, you don't need to worry. Mimi, I don't need to worry. I don't need even to be bothered what you are planning against me. I don't need to be worried whether how you utaniplania. It doesn't matter to me. For me, nilikuwa mungeke. Sikuwa najua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipiganiwa vita. Every step of my life, they have fought battles for me.
God has won battle. Nilinyongwa, nilihukumiwa kunyongwa, nikawekwa mashini ikakataa kuninyoga, ikakataa literally, milango ikakataa kufunguka ninyogwe. Na sikuwa muokofu, sikuwa kama nyinyi mnakaaga biguni mnakuja asubuhi. Nilikuwa tu kishetani kingine kinakaa huko duniani, lakini Mungu alikuwa anajua this man is not going to die, and he defended me. He fought me with all my newsesticle. Ukuje uangalie mwili wangu. Nani nataka kwenda kuangalia? Hii mashimo imetobolewa, mashimo huko marisasi, lakini hii kuguza mfupa iliguza nyama. Sasa niambie, risasi imeinua hapa kwa mwenyeginyigi, lakini inakuja. Ndio nijue tu nilipigwa risasi, nijue tu ati Mungu aliniokoa. Yule askari anaitwa Mudhaura aliwaambia hapa, wakiwa pale gara waliniona ni mimi ndio huyu ndio ule, wakani aim na Mudhaura was a sharp shooter, aka aim mimi hivi, lakini alipoenda kuachilia risasi aliona ngamia ikipita. Si aliwaambia hapa? Si aliwaambia hapa? Yeye mpaka kutoka siku hiyo Mudhaura akaenda akaambia mkubwa yake, alikuwa anaitwa Kilonzo, akamwambia mimi nimewacha kazi ya polisi. Kwa nini? Ndio usinitume kwa huyo mtu tena. That is a ghost. Alafu aliona ngamia imepanua mdomo inakuja ikimwelekea. Una shoot, risasi yako inapotea inakuwa maji. Inakuja ikifanya inakuja. Waliingia kwa mabujo wakapotea. Mimi sijui kama nilikuwa ngamia, mimi sijui kama kuna kitu ilifanyika. Mimi niliona polisi, nikapiga chochorobili, nikaingia kwa room. Kuna nyumba, kuna bar ilikuwa inaitwa Jambo hapana. Leta wate pale gara wale walikuwa ukifanya kazi ya usiku. Si stress hapana, hapa ni mambo. Super mambo. Hapo ndio niliingia huko ndio tulikuwa tunaedaga. Hapo super mambo. Nikaingia kwa kitanda kwa sababu huko nilikuwa najulikana, nilienda nikatoa kifunguo haraka nikaenda nikaingia na nikakaa ndani, nikalala chini ya kitanda. Wakanikosa. Usiniulize nilijuaje. Mimi nilikuwa customer number 1 pale. Mutigeza mekanida. Gaiboriega. So when God chooses it, in Exodus 12 verse 12, Exodus 12 verse 12, hello, you see, watu watakuwa wakikuona wanashindwa wewe ni nani. And I pray to God that he releases that spirit of disappearing, that enemies will not be able to know where you are, enemies will not be able to detect where you are, enemies will not know or trace you where you are. Watajaribu kufuata makinya yako, wanapata ni makinya ya umbwa na ni wewe umekanyaga. You can imagine, ati wakinyaga ni marona ni kiatu yako, wewe mtu mwingine anaona ni kiatu yako, lakini hawa maadui wakikuja wanaona ni umbwa imepita hapo. Wanasema hapana, huyo dagera ile haha. Na saa hiyo hata unajificha, unaomba tu Mungu. Uko kwa hiki kona umejificha tu kwa kona tu wasikuone. Umekaa hivi mpaka tubo umepeleka tubo kwa ndio ukae hivi wasikuone, unatetemeka. Wale wetu wote wengine wanakuona na watu wote wanakuangalia, lakini wale maadui wanakutafuta hawakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Pokea hiyo spirit ya Mungu ya kukuficha. Ufichwe, mali zako zifichwe, watoto wako wafichwe, nyumba yako ifichwe, kazi yako ifichwe, talanta yako ifichwe, gift yako ifichwe, mambo yako yote yafichwe, maadui wasione, katika jina la Yesu Kristo. 12:12. For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborns in the land of Egypt, both man and beast. On all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. May the God of judgment work in you. May the God of judgment win battles for you. May the God of judgment strike their firstborns. Both men and beast. Wampigwe vita, wakose namna ya kuja karibu na wewe, wakose namna ya kufikia wewe, wakose namna ya kushinda battles zako. Maana huyo Mungu atakupitishia usiku wasikuone maadui zako, waangamiziwa watoto wao wa kwanza, kazi zao za kwanza, mifugo yao yote ya kwanza will be strike. In the mighty name of Jesus. Naomba maadui wangu wote
Wale walikuwa wamepanga ministry hii ifugwe, maisha yao yote ifugwe. In Jesus. Waekwe busy. Sema waekwe busy in a judgment. Yes, in the mighty Jesus name. Munasemaga tujikuroga, tunajua kuroga. Ule modomogo, ule kale kamuseka Muranga. Kali itagwa nani? Maina Magoto. Alikuja Muranga, akazunguka kiwanja ya Muranga, Ihora Stadium. Akasema Waruinge huko ndeko kakutaka maundu macio make. Wakapiga mafia ya mbuzi. Wakapiga kiwanja mzima mpaka tukashindwa kutembea, tulikuwa tunatendera, tunakajaga hivi tunatendera. Tala, wakapiga. Mimi nilimpatia 1 month. Nikamwambia repent. 30 days. Ama when the 6 feet under. Because my God is a God of judgment. Waliposikia hivyo, walienda wakafinya mbuzi. Wakanifinyia mbuzi 21 na ndume 7. Wanafinya mpaka inakufa, wakitaja jina yangu. Venye inakufa ndivyo wanasema ndivyo nitakufa. Venye inarusha matope anasema Waruinge aikiendeke. The last day they did, the following day this man died. Wale waganga wote walikuwa wamefanya hiyo kazi, walikuwa na yeye, they were 17. They are all 6 feet under. It is a God of judgment. When you invoke this God of judgment, he causes them to suffer. He causes them to struggle. He causes them to be confused. They will never be able to come anywhere near you. You will be left to preach the word of God. You will be left to do the will of God. You will be left to do and move the direction of God. And nobody, ndio unaonaga sikuagi na wasiwasi. Ukiniputa nikikuja unakuta niko kwa motorbike nakuja kanisani. Wakati watu wananikuuliza Kai, huwezi kuogopa nini? Nikaingia Kibera na kuja. Unajua kama ni nganga ageingia Kibera. My spiritual father James Maina ngenga ageingia na convoy ya security. Kama ni Moiro ageingia na convoy. Wacha watu tuondoe hawa na hawajui mambo ya security. Hawa ni Wakikuyu wa kawaida. Wacha tuingie kwa Mjaluo number 1. The only Luo prophet in this world. Na alisema ukiongea, if you dare talk bad about me, Kenya, I brought COVID, I'm going to make you suffer. Kenya, do not dare me. God, asinisikie. This man comes with a convoy. Have you ever seen him coming? Ruto hawezi ona. Ruto hawezi. Ile jamaa anaingia na convoy. Magari, unajua sasa Ujaluo ndio mingi. Ujaluo ndio imepamba. I wish one day we have a Luo in State House and we see the extravagance. I will pray. Sasa ubaya Raila hata kuwa. I wish we have a Luo, one Luo in. Yani tuone tu the convoy, the magnificent. I love Luo. Unajua Luo is not something that you joke with. Luo is what? It's a lifestyle. Luo is a lifestyle. Did you know that? Yes, it's a lifestyle. It walks with you. It lives with you. It is the life that you want. Me, pray one day we have a Luo president. Hiyo ni maombi nitaambia Mungu tukubalishe tu for 5 years tukue na Mjaluo mmoja akuwe president. Kwani ukikuwa na Mkikuyu si umetoka Katodo? Si utamake? Do you even have a car? Ametoka Katodo where we have had 2 presidents and she is tamaking. Na anasema hatuwezi taka Mjaluo. Atakusaidia nani? Angalia Edo, sikiliza Wakalenjin wenye wanalia saa hii. Wanaita Ruto Sakayo. Wanasema afadhali hivyo sisi Wakikuyu hatuna pressure sasa. Tutulie tu. Tunataka hii pesa si yanyu. Hii kiti haina kitu itakuletea. No change. Me, I worked for Uhuru. I made Uhuru the president. I was the first Kenyan. Nilipatiwa pesa na Moi nitakase Uhuru. Akwe watu tunataka young man to lead the country. Pale Vika Stadium mimi ndio nilitakasa. Wakati wa post election violence akapelekwa Hegi, mimi nilikuwa number 13 on that list. Signature yangu ndio ilitoa Uhuru akatoka. Nilikuwa nimepatiwa 40 million nimufuge. Ni sign tu ati alinipatia pesa nikawe watu. Sasa nikajiuliza nimesign.
alienda kuua watu, ndio nimesaini amefungwa. Mimi nitapelekwa kotini kweli? Silikufungwa straight kwa sababu zimesaini, alinipatia pesa, mimi ndio niliua. So yeye amefungwa, mimi nitapelekwa kotini? Inaitwa self confession. Sasa nikaambia Uhuru, fanya hivi. Nikampigia simu. Ukabu alikuwa kwangu na watu wengine hapa. Wakakuja, wakaniambia tunataka tu signature yako ndio 40 milioni. Nikaangalia 40 milioni nikajua sasa signature sitaweka. Lakini pesa watarudi nayo. Sina imagine mimi ni Mkikuyu tu. Nikapigia Unye simu nikamwambia hapa kuna pesa. Wanataka nifanye hii na hii. Kanisa utaniuza kweli? Nikamwambia siwezi. Lakini ndio amena abesha. Okwenda ate. Akaniambia please usiwanyang'anye, itasemekana ni mimi. Lakini sasa nikapaga, nikaona nitamsikiliza, lakini hawa watu watawachwa wateremke pale chini, waitishiwe na hapo chini. Na imagine fote, mamilioni fote zimeletwa kwako kwa nyumba na huko na machinery ya kuitisha hii pesa. Wewe karono leke pesa tesho hivi. Hata mimi nilijiona mjinga. Uhuru alinibebeleza nikaachana na hiyo pesa. Alafu akaninyima. Nikamuomba ta contract moja kwa serikali. Kabiashara kamoja tu ka serikali. Aliniita an extortionist. Ametoka kwa State House. Hataki kuniona. Kuna siku nilimkuta pale kwa Karen akikunywa pombe. Nikaenda kumuona, alichomoka na gari wakatoroka. Sasa kuja uniambia ati Mkikuyu akuwe president. Ya nini? Ya kunisaidia na nini? Oja tuonje. Tumeoja Kalenjin 2. Tumeoja Kikuyu 2. Si ndio? Tuombe Jaluo moja ipate presidency. Tuombe Wajaluo wapate. I'm going for wewe Wajaluo tafuteni mtu mmoja. I will support you. At least tuone the extravagance. Naweza kutaka nikae pale road ya kiteremuka na mapikipiki. Niangalie tu hivi nichukue kasero. Kenya will be a lifestyle. Barabara kama Mjaluo prophet anataglikiwa carpet kwa barabara zinaoshwa na maji na sabuni, anointed soap inaosha barabara, gari zake zipite na president. I wish ningezaliwa Mjaluo akina nikuwa president. Wow. And lastly, the hand of God, when it's operating in you, it brings terror. Sema terror. When God is on you, he causes people to be terrified. He causes people to be fought. So ukiangalia kitabu cha nani? Is it 2 Kings chapter number 20 or Deuteronomy chapter number 20, where Jehoshaphat prayed? He was told the Amorite and the other 3 nations, they are coming to fight you. Those nations were powerful than him, and those nations were more experienced than them. And when he heard that, he got terror. He was terrified. Then what happened? He went to the house of the Lord. He went at the altar and he prayed to God and told God, God, sincerely, God, that we don't have this weapon to fight these people, that we don't have this march to do this. And God sent Jehaziel, a prophet, and told Jehoshaphat, do not be afraid or be worried of them. Go tengeneza praise and worship team and go sing. Kitabu gani? 2 Chronicles chapter number 20. And he told them what you need to do: prepare a praise and worship team, and the praise and worship team will march towards the enemy, and the enemy will be defeated. Sasa imagine na hiyo tuakili twako tudogo twakukula mitura na sabusa na twakukula madasi, unaambiwa na Mungu ati wewe tengeneza praise and worship, uende ukapambana na jeshi ya Uganda, uende ukapambana na jeshi ya Kagame, uende ukujana na Masudanese ambao hawajui ubinadamu ni nini. And Jehoshaphat believed in the word of God. And when he believed in the word of God, do you know what happened? God caused terror kwa Waamori na kwa wanini Wahiti. Waliuana wao wenyewe kwa wenyewe.
the three nations walichinjana wote. By the time they reached there, Jehoshaphat and his team, he found the ground was waiting for them. They collected everything for 3 days. Na wakashindwa. They came back. They went back rich. God has fought. He caused terror on the other side. So when the hand of God is upon you, your enemies will be found in terror. May the enemies of your life be found in a terrorizing situation. May the enemies of your life be terrorized in Jesus' name, that they will never be able to come near you, that they will never be able to even think about you, because terror will be too much on them. May the enemy of your ministry be terrified by people they don't know, by people they don't understand. May God cause fight amongst themselves. May God cause difficulties among themselves. May God cause confusion amongst themselves, that they will not be able to gather together to come and fight you. May that spirit that be haunting you go back to where it came from. Go back to where it came from. That they sent terror to you, may the same terror go back to them, that they will not be able. In the book of Isaiah 45, I will raise up Cyrus in my righteousness. I will make all his ways straight. He will rebuild my city and set my exile free, but not for a price or a reward. Any person that his hand is on, that the hand of God is on them, he says that in Isaiah 45, I will raise up Cyrus. Cyrus was then a nobody, a person who was extinguished, a person that was not existing, a person that had no power, a person that was vanquished. But God said he is going to raise huyo mwenye ako kwenye dust. I'm going to raise Waruinge. Oh, put your name and say, I'm going to raise Waruinge. I'm going to raise Mary. I'm going to raise that nobody, and this nobody is going to rebuild my city. I am going to rebuild Christianity in Kenya. Christianity itakuja kwa sababu yangu. I am going to rebuild it. I am going to bring righteousness. I am going to reclaim the gross glory of Christianity. He says, I will raise up Cyrus from dust. When God says I'm going to raise up, you are being raised from dust. You are nobody. You are somebody who is not supposed to even be associated with what he is speaking about. Remember, 90% of Kenya does not believe that I can preach. They even does not believe that I'm saved. They even does not believe any word that is coming from my mouth is coming from the Bible. Even if I read the Bible, they go to counter check. They say this is the new Bible that has been written by the Ndura at the company. They don't believe. But God is assuring me. Can you put your name here? Put your name here. Where? Rudisha hiyo kitu. Put your name here. Yeah. This is what the Lord says to his anointed Cyrus, whose right hand I take hold. Tusome pamoja. This is what the Lord's nyamazeni. Ako mtu kwa kusoma na hinya kwendeni. Soma na nguvu. Tuanze tena. 1 2 3. So that gates will not be shut. Now Cyrus, it is you. Cyrus, say Cyrus, it is me. Remove Cyrus, put your name, and they say that the gates of hell will not, or the gates of hell will not be able to shut whatever he has started. That he will raise Cyrus to build a city, to rebuild that which is destroyed. I am standing here in the gap of Christianity, that the Christianity has been put to shame. Christianity has been put down. Christianity has been abused. Christianity has been brought down because of those who know well than anybody else. And from today I put my name. This is the Cyrus. I'm going to build Hezekiah. I am going to rebuild Ndura. I am going to rebuild Christianity in Kenya, that
every person in Kenya will live according to the Bible, according to the word of God, according to the will and the power of God, Christianity will stand. Tell your neighbor, Christianity will become. The Mungeke will bring back Christianity. Yes, the Mungeke will bring back Christianity. Wacha ujika ya uwe wokovu yako, nitakufinya. Utarudia Mungu pede usipede. Kai, na hii ni mzuri. Si ni mzuri? I will raise. Kai ni mwego hoi. Huyu Mungu ni mzuri. Magi wito. Huyu Mungu ni mzuri. Niki we upside my dad yugo. Niki gera guthumbura. Uko na shida. Dukotagia merigothe. Ndahunyokete ngiuma kwa Waruinge. Yesu akenyona. Hallelujah. Digashoka kwa Waruinge. Digashoka kwa Waruinge. At that says the Lord. Yani sunana vijana nika mkono na mariko. It is the Lord saying to me, put that as your word. I'm ending there with that as a prophetic word to your life. That says the Lord to his anointed, put your name, whose right hand I have grasped, to subdue nations before him, to loose the belts of the kings, to open the doors before him, that gates may not be closed. I'll go before you and level exalted places. I will break in pieces the doors of the bronze and cut through the bars. Oh, I will give you the treasures of the darkness and the horns of sacred places, that you may know that it is he, it is I, the Lord. You got it. Leteni sadaka kama umechukua, kama ni yako, kama receive that prophetic word. Na mkimaliza mwende nyumbani. It is done. Leta sadaka. Usiseme ulilete. Mharakishe, simameni kwa miguu yenu. Mkiitiwa sadaka unasimama upright and standing. Sadaka ni nini? Sadaka ni ibada. That my life from today will never be the same again. My life from today will never be the same again. That the same God that walked with Jeremiah, the same God that walked with Isaiah, the same God that walked with his prophets, is the same God that will be walking with me. That he will bring judgment to those that have been judging me. He will cause them suffer that have been trying to make me suffer. Nilisema msimame kwa mama na hizi miveti zenu. Ama hamuna pesa? Ndio mna pretend kuna kitu unatafuta kwa. Mwiki moshara ya kefatine. Dimo nuraigwa elale left unatafuta na simu unaisikia ikilia. Niki moshara ya kefatine. Na dimo naiga no ni Motorola ile atene. Yeah. Tado nyamone koroga ya wardrobe. Ya kuma no ya kunene ya. Jua ekoroga kuweta kinya nguo cia gucenjia. Ekereni hapa. Leteni sadaka. The time is not on our side. Kumekuwa na giza. Nigekeu. Anointed water. Toa hiyo bigiji kwanza. Toa hiyo bigiji. Endo tupe huko nje. Vie, ugane dawe kadhoni. Toa hiyo bigiji kwa mdomo. Peleka huko nje. Yes. I want us to celebrate. The prophetic word has been released. I want us to really celebrate. And I want somebody who knows how to celebrate. Mnanielewa? Who reads how to celebrate? Keyboard man. Come and worship. Come. Ako pile mwingine zako. Kaa hapo. Kuja tuongoze ile ya kwanza. Ile ya
Nina siri. Yeah. Tuanze na nina siri. Yes. Wewe. Na wewe ucheze vizuri, usianze kuleta ile mambo ya huko wewe. Huko Kayole. Yes. Na nilikataza watu kukulaga bigiji kwa hii kanisa yangu. Umesikia Mwagi? Nisikupate tena na bigiji hapa. Anakuja kuni address. Yes. Yes. Ondosha hizo viti. Kila mtu achukue kiti yake.